Movie yetu inaanzia hapa. Mwanzoni kabisa movie hii tunaona kuna huyu mshikaji huyu, inaonyesha ni tajiri bala na anamwaga pesa vibaya mno na anasherekea pamoja na watu wengine na washikaji wengine kibao. Na nje ya nyumba hii tunaona kuna hao vijana ambao wako wanajiburudisha kwa kucheza mpira. Wakiwa wanaendelea na kucheza mpira, kuna mmoja na upiga ule mpira unaenda mbali. Alafu mwingine wakati ambao anakimbilia kwenda kuchukua mpira, cha ajabu hakutana na mpira bali anakutana na maiti ya mtu ambaye tayari ameshakwisha fariki. Na anawaita wenzake ili waje kuangalia ni maiti ya mtu gani. Wanavyokuja wote wanabaki wanatazamana na kushangaa. Unadhani huyu mtu ambaye amefariki hapa ni nani? Na kwa nini amefia karibu kabisa na mjengo huu ambao unafanyika sherehe? Kujua mkasa huu mwanzo mpaka mwisho, tafadhali endelea kuambatana nami. Jina langu ni DM Mwendo na hii ni DM Mwendo Movie Recap. Tafadhali usisahau kusubscribe pamoja na kushare ili tu uwe mtu wa kwanza kupata habari pindi tunapopandisha mzigo mpya. Sasa huyu jamaa anayefanya hapa sherehe leo anaitwa Afamefuna, na leo yupo anafanya sherehe ya kumbukiza kifo cha babake. Na yule marehemu ambaye tulimuona tayari amefariki anaitwa Po. Tutamjua huko mbele kwamba Po alikuwa ni nani. Sasa Afamefuna akiwa anaendelea kusherehekea hapa na washikaji zake, kuna mtu mmoja anakuja kumnong'oneza na mwambia kwamba kuna maafisa wa polisi wamekuja wanahitaji kuzungumza naye. Basi anaondoka anaenda kukutana nao, na anavokutana nao maafisa wa polisi, maafisa wa polisi wanamwambia kwamba wamekuja kuchukua taarifa kwake kuhusu kifo cha Po. Na yeye ndo kwanza anashangaa, anaulizwa kwamba Po amefariki, na mapolisi wanamwambia kwamba ataenda kufahamu vizuri wakifika kituoni. Na tunaona jinsi ambavyo marafiki zake wanataka kureact au kuingilia kati, lakini Afamefuna anawaambia kwamba wasijali, yeye ataambatana na polisi mpaka kwenye kituo cha polisi na itafahamika tu nini ambacho kinaendelea. Na sasa baada ya Afamefuna kufika kituo cha polisi, polisi akamuuliza kwamba unamfahamuje Po na ulijisikiaje baada ya kusikia kwamba Po amefariki? Lakini Afamefuna anasema kwamba taarifa ya kifo cha Po ndo kwanza ameisikia kutoka kwa polisi. Na polisi akamuuliza, wewe na Po mlikutana wapi? Ndipo ambapo Afamefuna akaanza kuzungumzia, anasema kwamba ilikuwa ni zamani hapo kidogo. Anasema wakati huo akiwa bado umri wake haujakuwa mkubwa, babake alikuwa amefariki na maisha yalikuwa magumu sana huko kijijini. Kwa hiyo mama yake akamshauri kwamba aende mjini akajaribu kupambana na maisha ili aweze kuja kuikomboa familia yake. Na anasema mama yake alijaribu kumtafuta tajiri mmoja huko mjini ili amuunganishe na mwanae Afamefuna ili aweze kufanya naye biashara, baadaye maisha yaje kuwa mazuri. Na wakati anaenda, mama yake alimwambia kwamba akifika mjini akajitahidi sana kumheshimu bosi wake, lakini pia akawa mwaminifu asiweze kumwibia bosi wake. Na tunamwona sasa Afamefuna anafika mjini, amekutana na bosi wake, na baada ya kukutana na huyu bosi wake anamwambia Afamefuna kwamba kwenye kazi yake anahitaji sheria mbili muhimu ambazo zinatakiwa zizingatiwe. Sheria ya kwanza anamwambia kwamba anatakiwa kuwa mwaminifu, lakini sheria ya pili anaambiwa kwamba ajitahidi sana asije kumpa ujauzito binti yote. Lakini Afamefuna anacheka, jambo ambalo linafanya bosi amuulize unacheka nini, lakini Afamefuna anasema kwamba amefurahishwa tu na hiyo sheria ya pili kwamba hatakiwi kumpa ujauzito binti yote. Na tunaona maisha yanaendelea. Sasa huyu bosi ana binti yake anaitwa Amaka. Amaka ni binti mmoja mzuri na mrembo sana, na wafanyakazi wengi wa hapa waga wanapenda sana kumpiga chabu Amaka akiwa anazungumza na babake. Hasa Afamefuna waga anapiga chabu ya pamoja na washikaji wenzake, lakini baadaye waga anapiga chabu pia ya peke yake. Waga na enjoy sana kumtazama Amaka. Sasa leo Amaka amemtembelea babake na wakawa wanazungumza, na mara nyingi Amaka akiwa anazungumza na babake wanapenda sana kumuhimiza Amaka kwamba ajitahidi sana huko shuleni ili akimaliza aje kusimamia biashara zake pamoja na miradi mingine. Na Amaka anapenda sana kumsaidia babake kwenye kumkumbusha kutumia dawa zake, kwa sababu inaonekana kwamba babake anasumbuliwa na mgonjwa fulani hivi. Na baadaye tunaona kwamba huyu mzee aliamua kuondoka na binti yake ambaye anaitwa Amaka, na washikaji kwa wanaendelea na kazi. Sasa leo kuna mteja mmoja ambaye amefika hapo kwa ajili ya kununua bidhaa, lakini inaonyesha alikuwa hajaelewana vizuri na wauzaji ambao wanauza hizo bidhaa. Kwa hiyo kuna mabishano fulani, na baadaye Po akaja akasaidia kusawazisha ile jambo, na baadaye yule mteja akanunua ile bidhaa ambaye alitaka kuinunua. Sasa kitendo cha Po ambaye ni marehemu kwa sasa kusuluhisha ule mgogoro uliokuwepo baina yao na mteja kilimfurahisha sana Afamefuna, na akaanza kuyafurahia maisha hapa. Na Po alimchukua Afamefuna akampeleka mtaani kumzungusha walao ayafahamu mazingira na jinsi ya kuwapata wateja. Na siku hiyo kuna mzigo aliushusha. Afamefuna alichoka sana kubebelea mzigo, lakini Po akamtia moyo na kumwambia ajitahidi, maana kazi ndo kwanza ilikuwa imeanza. Usiku akiwa amekaa chumbani, Afamefuna alikuwa anakula na wenzake, wakawa wanazungumzia masuala ya mpira. Inaonesha huwa wanajihusisha na betting za mpira. Na siku hiyo Afamefuna aliota ndoto akiwa na babake, na baba alikuwa anamwambia kwamba mwanangu, siku zote kwenye maisha pesa sio kila kitu. Kitu muhimu
ni kuhakikisha kwamba wanatengeneza jina, na kulipokucha Afamefuna akawa anawaza sana jinsi ya kutengeneza jina, na baadaye anaitwa kwenda kuendelea na kazi. Na alipoingia tu ndani, macho yake yakakutana moja kwa moja na Amaka. Akajikutanishwa pose na akajaribu kumsalimia Amaka, lakini Amaka kujibu chochote, akaisha kumtazama tu. Na siku moja Afamefuna akiwa saluni ananyoa ndevu zake, kwa mbali anamuona Po akiwa anakumbatiana kimahaba pamoja na Amaka, na anawaambia polisi kuwa hiyo ndio ilikuwa ni mara yake ya kwanza kumuona Po akiwa karibu na Amaka, na ndio mara yake ya kwanza kuanza kuhisi inawezekana Amaka na mahusiano ya siri pamoja na Po. Basi polisi wakamuuliza Afamefuna, kwa hiyo sasa huyo Amaka kwa sasa yuko wapi? Na Afamefuna akajibu kuwa yuko nyumbani, nimemuona mke wangu. What? Polisi akauliza. Akachukua simu akampigia polisi mwingine na kumwambia kuwa bado kuna utata hapo, kwani Afamefuna Amaka ni mke wake, na akamrudia Afamefuna ili waendelee na mahojiano. Polisi anamuuliza tena Afamefuna, kwa hiyo ulimuoa Po baada ya kutembea na mke wako, si ndio? Lakini Afamefuna akawa mkali akisema kuwa inawezekanaje yeye kufanya hivyo? Po alikuwa ni rafiki yake, asingeweza kumuoa rafiki yake. Sasa bado inachanganya sana, nani alimuoa Po kama Afamefuna anakataa kwa yeye hakumuoa Po? Kumjua muuaji, acha tuendelee mbele, lakini kabla sijaendelea naomba nikukumbushe tena kusubscribe na kucomment ili usipitwe na chochote, na asante kwa kufanya hivyo. Sasa story inaendelea, wakiwa bado kwenye ile biashara. Po aliendelea kumfundisha Afamu ambaye ni Afamefuna ujanja wa biashara, kuanzia kuvaa, kutembea kijanja na kutafuta wateja. Na siku moja Afamefuna alikutana na mteja mmoja ambaye alikuwa anaulizia vigae na alikuwa anataka kununua, na Afamu akasema kuwa vipo. Mteja akamuuliza bei gani? Afamu akasema kuwa ni naira 3000 tu. Mteja anamuuliza una uhakika na bei hiyo? Afamefuna akasema ndio, maana ndio bei ya siku zote. Na yule mteja akaanza kulalamika kuwa kuna kijana amekuwa akimuuzia kila siku kwa naira 7000, jambo ambalo lilimhuzunisha sana Afamefuna. Na baada ya kufuatilia aligundua kuwa alifanya hivyo alikuwa ni Obu, na bila kusubiri alimfuata Obu na kumwashia moto, lakini Po akaja na kuamulia tena. Bosi naye alikuja na kuuliza nini kinaendelea. Afamefuna anaeleza kuwa Obu amekuwa akiwauzia wateja vigae kwa 7000. Bosi alishangaa, 7000? Na baadaye bosi akamchukua Afamu akakaa naye chini ofisini na kuanza kumuelekeza kuwa alichokifanya Obu sio kitu kibaya, kwani unaruhusiwa kuongeza bei. Lakini Obu aliongeza bei kubwa zaidi, na pia bosi akaa na vijana wake na akaanza kuzungumza nao zaidi kuhusu biashara. Na kadri siku zinavyozidi kwenda tunamwona Afamu anazidi kuwa mjanja, akazoea biashara na bosi anafurahi sana, hata naye akawa akiuza anaongeza bei kidogo, akipata anachimbia upande wa pili, lakini cha bosi anapeleka kama kawaida, jambo ambalo lilimfurahisha sana Po kumuona Afamu ashakuwa mjanja. Na hadi sasa tunaamini kuwa kweli hawa wawili kati ya Afamefuna pamoja na Po walikuwa ni marafiki sana. Siku moja Afamefuna akiwa amebeba dumu akawafuma tena Po na Amaka kwenye engo ya mahaba. Sasa kwenye kupiga chabo, bahati mbaya akakanyaga kitu kikapiga kelele, na walipokuja kuangalia ni nani, Afamefuna akajifanya anapiga mazoezi. Basi Amaka pamoja na Po wakaisi Afamefuna alikuwa hajaona. Baadaye tunaona Afamefuna akapiga push up hadi kawa mkubwa, na leo anaingia ndani anakutana tena na Amaka, anajaribu kumsalimia, lakini tunaona Amaka anashindwa kumtazama hata Afamefuna usoni. Ni dalili ya kuwa hawa watu wawili wameanza kuwa na hisia za kimapenzi baina yao. Sasa siku moja bosi alitembelewa na watu ambao walitaka kuwekeza kwenye biashara yake, na walitaja dau kubwa sana, lakini bosi akawakatalia. Na wakati wakiwa wanazungumza, Po alikuwa akisikia, na baada ya wale wawekezaji kutoka, Po alimfuata bosi wake na kujaribu kuongea naye akisema kuwa angewakubalia tu wale jamaa, kwani dau walilolitaja lilikuwa ni kubwa na sio vizuri kulikataa na kulipuuzia. Lakini bosi akamjibu akimwambia kuwa siku zote pesa sio kila kitu kwenye maisha, kwani kama utamuoa nyani kwa sababu ya pesa, kuna siku pesa zitakwisha na nyani utaendelea kuishi naye. Na baada ya siku hiyo mzee akawa analalamika sana, kwani kuna mzigo ulikuwa umekwama bandarini na ilitakiwa walipe naira milioni 10 kutoa mzigo, jambo ambalo lilikuwa linamuumiza sana kichwa bosi wao. Sasa wakati akiwa analalamika, Afamefuna pia alikuwa akimsikia yule bosi wake na akataka kumsaidia bosi wake, hivyo akaandika barua na kuipeleka moja kwa moja kule bandarini akiomba mzigo uachiwe. Lakini huko bandarini akakutana na dada mmoja ambaye hakutaka hata kumsaidia wala alikuwa hajali. Alichana ile barua na kuitupa. Afamu alipojaribu kuomba zaidi, yule dada akaisha kumfukuza tu, na akiwa anatoka akaomba watu pale nje wampeleke sehemu ambako mkuu wa ile bandari anapatikana. Na alipoelekezwa akamwendea, akamkuta anazungumza na simu na watu, na kwenye simu hiyo kuna kampuni ilikuwa inamshawishi yule bosi wa ile bandari ajaribu kupokea rushwa ili aachie mzigo wao, lakini mkuu huyo akawa anakataa. Na baada ya Afamu kumfikia, aliingilia mazungumzo yao, jambo ambalo lilimkwaza sana huyo mkuu, na baadaye akaanza kumfokea Afamu akisema kuwa
Kuingilia mazungumzo ya mtu anavyokuwa anazungumza ni kukosa kwa adabu, lakini Afam akamwomba msamaha na kumwambia amependa uadilifu wake, jambo ambalo limemfanya mkumbuke baba yake, kwani hata baba yake Afam naye alikuwa ni afisa wa bandari. Hadi hapo yule mkuu wa bandari akaamua kumsaidia Afamefuna kuhusu ombi lake, na Afamefuna alitoka akiwa na furaha sana. Akatoka bosi wake na kumwambia kuwa ameenda kuzungumza nao kule bandarini na wamekubali kutoa mzigo na wamekubali kuwapunguzia kuwa faini yao italipwa naira milioni 2 tu na sio naira milioni 10 tena. Hadi hapo bosi alifurahi sana, lakini hakuwa na uhakika. Ikabidi waongozane pamoja hadi kule bandarini, na alipofika bandarini kule akaambiwa kuwa ni kweli kwamba mzigo wao utaachiliwa, jambo ambalo lilifanya bosi afurahie sana na mzigo ukaweza kutolewa. Na baada ya mzigo kufika, kuna washikaji walikuwa wanahitaji kununua mzigo mkubwa sana, lakini wakati wanakuwa wanalipia, Po akagundua kuwa pesa ambazo walikuwa wanataka kulipa wale washikaji ilikuwa ni pesa bandia, na walipojaribu kupambana nao wale washikaji wakaamua kukimbia baada ya kugundulika kuwa walikuwa wanataka kulipia pesa bandia. Bosi alipokuja akaambiwa jinsi ambavyo wale vijana walitaka kutia hasara ya kampuni yao kwa kulipa pesa bandia, lakini Po akawathibiti. Na bosi baada ya kusikia hivyo alimpongeza sana Po na akamwambia kuwa unavyoipambania na kuilinda biashara yangu na kuombea na Mungu akulinde na ukupambania hivyo hivyo. Na baada ya kumaliza hapo, yule mzee akawatuma vijana wake waende wakaandalia vitu kwa ajili ya kutoa baraka, kwani alisema kuwa kuna wakati wa mtu kubarikiwa tayari umeshakaribia. Sasa kama ulikuwa haufahamu, huyu bosi ana kawaida ya kubariki kijana wake ambaye anaona amekuwa akimtumikia kwa moyo na uadilifu mkubwa, na baraka hizo huambatana pamoja na kupewa mtaji na kuanzisha biashara yake ili naye aende akaanze kujitegemea. Basi siku hiyo wote walikuwa na furaha sana, kwani kulingana na mazingira yaliyokuwa ilionyesha wazi kuwa aliyokuwa akienda kubarikiwa wakati huo alikuwa ni Po. Lakini hali ilibadilika ghafla baada ya kuingia ndani na kugundua ndugu wote walioalikwa mle ndani walikuwa ni ndugu wa Afam, na bosi akamuita Afam na kumwambia kuwa asogee kwa ajili ya baraka, na akaendelea kusema kuwa Afam, umekuwa ukimtumikia kwa nguvu na uadilifu mkubwa tokea mama yako alivyokuleta. Leo nami nakubariki na kufungulia duka na nakupa mtaji wa kwenda kuanza maisha yako, jambo ambalo lilimhuzunisha sana Po. Baada ya Afam kugundua kuwa Po alikuwa amehuzunika na hilo jambo, akamfuata ili azungumze naye akimbembeleza kuwa hiyo yote ni mpango wa Mungu na Mungu ndo upanga, naye ndo hugawa riziki, na akamsihi sana Po asubiri, kwani wakati wa Mungu utafika na wakati wa Mungu ndo wakati sahihi. Lakini Po akawa mkali akidai kuwa yeye amekuwa kwanza kuwepo pale kabla ya Afam, hivyo alipaswa kuwa kwanza kubarikiwa kabla yake, na akamwambia kuanzia siku hiyo urafiki wao umekufa, kila mtu aishi kivyake na anaondoka. Kwa kuwa Afam alikuwa tayari ameshakwisha barikiwa, kilichofuata ilikuwa ni kufungasha tu mizigo yake na kuondoka. Lakini kabla hajaondoka akagundua Amaka pia naye hayuko sawa, akamfuata ili ajue kilichokuwa kimemsibu, na Amaka akamwambia kuwa Po alimwomba pesa, na wakati huo Amaka kuwa na pesa hiyo, lakini Po akamshawishi Amaka kuwa aende akaibe hata kwa baba yake na angerudisha hiyo pesa. Lakini Amaka anasema kuwa ni muda sasa umepita, Po hajarudisha na baba yake amegundua kuwa kuna pesa imeibiwa. Hadi hapo Afam akaanza kupata picha kuwa huenda Po hampendi Amaka ila yupo tu kwake aftamani, na kisha Afam akaamua kumwaga zake Amaka na akasepa zake kwenda kuanzisha maisha yake mwenyewe. Sasa mke wa Afam au Afamefuna ambaye ni Amaka naye anaitwa na polisi na kuulizwa, kwa hiyo baada ya Po kuondoka pale nyumbani kwenu siku ile ndo ulikuwa ni mwisho wenu kuonana, si ndio? Amaka anajibu hapana, na anaendelea kwa kusema kuwa siku moja akiwa town anafanya shopping alikutana na Afam. Afam alifurahi sana kuonana na Amaka kwa mara nyingine, lakini baada ya salamu ghafla aliingia Po. Inaonyesha kuwa bado wapo kwenye mahusiano, na Po akamhakikishia Afam hilo kwa kumpiga mabusu Amaka, na baadaye Afam akaaga, lakini alimwachia business kadi yake Amaka. Na kuna siku Amaka alimtafuta wakaonana, na kwenye mazungumzo yao Afam akamuuliza Amaka kuwa licha yote alikufanyia Po lakini bado mkarudiana. Lakini Amaka anasema kuwa Po alikuja kwenye graduation yake na alitia huruma sana, hivyo akaamua kumhurumia tu. Basi Po anasema hata hivyo wewe ni mzuri sana, akamshika mashavu. Lakini baadaye Po alipiga simu, jambo ambalo lilimfanya Amaka aondoke. Siku moja Afamefuna alienda kumtembelea bosi wake na alikaribishwa kwa furaha sana, na baada ya mazungumzo ya hapa na pale baadaye akaonana tena na Amaka, na Afam akamuuliza juu ya ombi lake, lakini Amaka anasema kuwa bado anahitaji muda. Siku hiyo Amaka akaenda kwa Po ili kumuomba waachane rasmi, lakini siku hiyo Po hakutaka hata kumsikiliza Amaka, badala yake aliforce kingi tu na ikawa uhakika. Amaka alikasirika sana, na ndio ilikuwa ni mara yake ya mwisho kudate na Po, kwani alivyotoka pale
akaenda moja kwa moja kwa Afamu na mahusiano yao yakaanza hapo rasmi, na Afamu hakutaka tena kulaza zege, akaenda moja kwa moja kwa babake Amaka kujitambulisha, na ndoa ikafungwa na vitabu vikamwandika Amaka kuwa ni Mrs. Afamefuna official, na bado swali likabaki kuwa je, ni nani alimuua Paul? Upande wa pili jibu la Afamu linabaki lile lile kuwa mimi sijamuua Paul. Sasa polisi anamuuliza tena Afamefuna, kwa nini ulivyoacha kulipia tu na Paul akafariki? Kulipia nini tena? Ina maana Afamefuna alimlipa Paul amwachie Amaka au vipi? Anyway tutajua. Polisi wanamwambia Afamu kuwa wamepata ushahidi wote kwa yeye alikuwa akifanya biashara na Danladi Brothers, wale wawekezaji ambao zamani walitaka kufanya kazi na bosi wao, lakini bosi wao akawakataa. Basi hadi hapo Afamu ikabidi tu awe mkweli. Afamu akasema kuwa Paul alijichanganya mwenyewe kujiingiza kwenye kufanya biashara na watu wabaya. Polisi wakamuuliza, ina maana Danladi Brothers ndio watu wabaya? Afamu akasema ndio, na akaendelea kwa kusema kuwa Danladi Brothers walimfuata bosi wao enzi hizo wakihitaji kufanya naye kazi tena kwa dau kubwa, lakini bosi wao alilijua dhamira yao mapema sana kuwa hawakuwa na nia njema, walitaka kumtumia ili kuficha biashara zao haramu. Na baada ya kuwakatalia ndipo Paul akawatafuta na kuambia kuwa yeye yuko tayari kufanya nao biashara, hivyo wakampa naye la milioni 300 aanzishe biashara, lakini Paul ile pesa ikaisha na akashindwa kuilipa. Hivyo Danladi Brothers wakawa wanamtaka Paul ili wamuue, na ili kunusuru maisha yake Paul akamfuata Afamu na kumwomba msaidie kwani atauliwa. Basi Afamu akazungumza na Danladi Brothers na kuahidi wamwache Paul huru, naye atakuwa anawalipa naye la milioni 5 hadi deni litakapoisha kila mwisho wa mwezi. Na ikawa hivyo hadi siku Paul alipomfuata Afamu na kumwambia kuwa anasherehekea siku yake ya kuzaliwa, hivyo angeomba msaidie pesa ya kuandaa sherehe, lakini Afamu akasema kuwa hakuwa na pesa wakati huo kwani alikuwa ametoka kuwalipa Danladi Brothers na la milioni 5 na akampa Paul na la milioni 1 tu. Lakini Paul akawa mkali na akasema kuwa umesahau ulichonitendea, uliniibia nafasi yangu, ukaiba na mpenzi wangu. I say fanya hima niipate hiyo hela, la sivyo nitakudhalilisha. Afamu akashangaa, kunidhalilisha kivipi? Paul akasema unatamba tu na mtoto wako lakini hujui kuwa mimi ndo baba huyo mtoto. What? Ina maana Amaka alimsaliti Afamu? I say ni hatari. Na Paul akamwambia Afamu, na kupa wiki 2 tu uwe umeniwekea naye la milioni 10 kwenye akaunti yangu. Afamu alitoka akiwa na huzuni, akaenda kupima DNA kwa siri, majibu yakatoka kweli mtoto sio wake, alikuwa ni mtoto wa Paul. Lakini ili kutunza amani ya ndoa yake aliamua kumtumia Paul ile naye la milioni 10, ila bado lilibaki kuwa tatizo kwani Paul hakuishia hapo. Sasa licha ya Afamefuna kumtumia Paul naira milioni 10 kwenye akaunti yake kama alivyodai, ila bado lilibaki kuwa ni tatizo kwani Paul hakuishia hapo, akaendelea kutumia hilo swala kama fimbo ya kumchapia Afamu kwa kumshinikiza Afamu aendelee kulipa pesa. Kwa hiyo akawa kila mwisho wa mwezi analipa naira milioni 5 kwa Danladi Brothers na naira milioni 10 kwa Paul. Bonge la hasara yani. Na siku moja Paul akaanza kulazimisha kuitaka ile pesa kinguvu. Mara anaitaka baada ya siku 2, jambo ambalo lilimshinda kabisa Afamu na akaona dawa ya moto ni moto. Akanyanyua simu yake akawapigia Danladi Brothers na kuambia kuwa hata kuwa analipa tena zile naira milioni 5. Basi hadi hapo maisha ya Paul yakawa yamekosa kabisa mdhamini, na dakika za kuhesabu Paul akavamiwa na Danladi Brothers na wakaondoka na wai wake. Na Afamu akamaliza story yake kwa kusema kuwa alijitahidi sana kumlinda Paul ila Paul akawa halindiki, na polisi wakasema case closed, wakakusanya mafaili yao na kumwambia Afamu kuwa you are free to go. Afamu alivyotoka pale akaenda moja kwa moja kumueleza mke wake kuwa amegundua mtoto sio wake, lakini mke akaanza kulia sana na akasema kuwa alijua hilo ila alishindwa kumwambia kwani hakutaka kuharibu ndoa yake, na akamueleza jinsi ambavyo alipata ujauzito huo ni ile siku ambayo alienda kwa Paul kwa nia ya kutaka kuvunja mahusiano, lakini Paul aliforce kinge siku ile na ikawa uhakika na mpaka mimba ndio ikatungwa hapo. Lakini Afamu akamsamea mke wake na maisha kaendelea kwa raha mstarehe. Ulikuwa nami Dia Mwendo na hii ni Dia Mwendo Movie TV. Tafadhali usisahau kusubscribe pamoja na kushare ili uwe mwanafamilia. Bye bye till next time.